Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Kamishna wa IEBC Justus Nyang'aya amejiuzulu muda mfupi tu baada ya Rais William Ruto kuwasimamisha kazi makamishna 4 wa IEBC ambao wamekuwa wakiandamwa na shutuma za kutaka kuvuruga matokeo ya kura za urais katika uchaguzi wa Agosti mwaka huu. Rais vile amebuni jopo la watu 5 ambalo litaongozwa na jaji wa mahakama ya rufaa Aggrey Muchelule ambalo sasa litawajibika kuwachunguza makamishna Cherera, na Francis Wanderi na kubaini wapo wanastahili kuwa afisini au la. Mwandishi wetu wa masuala ya siasa Chris Thairu anatuarifu zaidi. Hata kabla ya wino kukauka baada ya bunge la taifa kuidhinisha ripoti ya kamati ya haki na sheria ya bunge iliyopendekeza kusimamishwa kazi kwa makamishna 4 wa IEBC na kubuni jopo la kuwachunguza, Rais William Ruto hakuchelewa katika shughuli hiyo. Na mapema leo Rais William Ruto alibuni jopo la watu 5 wakiongozwa na jaji wa mahakama ya rufaa Jaji Aggrey Muchelule. Akiwa na uzoefu wa zaidi ya miaka 20 katika mahakama za hapa nchini, Jaji Muchelule alikuwa miongoni mwa majaji 41 ambao Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuwa amedinda kuwapisha kuwa majaji wa mahakama ya rufaa kwa miaka kadhaa. Ila Rais William Ruto aliwaapisha siku moja tu baada ya kula kiapo cha urais wa 5 wa taifa hili. Wanachama wengine ni pamoja na Caroline Kamende Daudi, Linda Gaki Kiome, Matthew Njaramba Nyambene, Kano Retired Said Hamis Said, huku Kibet Kirui Emmanuel, Irene Tuntanchoe wakiwa makatibu. Wakili wa jopo hili ni Peter Munge Murage. Wajumbe hawa sasa wanastahili kula kiapo siku ya Jumatatu mbele ya jaji mkuu na rais wa mahakama ya upeo Jaji Martha Koome. Na kwa sasa makamishna hao 4 wa IEBC, Juliana Cherera, Irene Masit, Francis Wanderi na Justus Nyang'aya hawatakiwi afisini hadi pale jopo hilo litakamilisha uchunguzi wao na kubaini iwapo makamishna hao wanastahili kuwa afisini au la. Hata hivyo, makamishna hao watapewa fursa ya kujitetea mbele ya jopo hilo. Muda mchache tu baada ya Rais William Ruto kubuni jopo hilo, Kamishna Justus Nyang'aya alituma taarifa kwa vyombo vya habari kuwa amejiuzulu kama kamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka. Hatma ya wenzake 3, Irene Masit, Juliana Cherera na Francis Wanderi, haijulikani kufikia sasa. Hata hivyo, bado hakuna nafasi ya kujiuzulu kabla jopo hilo halijakula kiapo. Makamishna hao 4 wanashtumiwa kwa kukiuka katiba na kutumia mamlaka yao vibaya kwa kushirikiana na mgombeaji mmoja wa kiti cha urais ili kubadilisha kura za urais katika uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka huu. These commissioners are indeed people who should be in the category of criminals. People who wanted to burn our country, prodded by people who made them believe that they had power over the people of Kenya. The commissioners themselves became petitioners in favor of one candidate against a commission where they are serving commissioners. Wabunge wa mrengo wa Azimio wameshikilia kuwa shughuli hii ni ya kulipisha kisasi na lengo lao ni kuwaweka makamishna wanaowataka kwa minajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Our stand remains that the focus on the 4 commissioners is not about 2022 elections. It's about 2027 elections, whose rigging the Ruto regime is putting in place in 2022. Iwapo makamishna hao 4 watapatikana na hatia, basi hawatakuwa na budi ila kutoka afisini kama makamishna wa tume ya uchaguzi nchini, wakiwa wamehudumu kwa mwaka mmoja tu kati ya miaka 6 ambayo kamishna wa IEBC anastahili kuhudumu kikatiba. Chris Thairu, KTN News, Nairobi. Na Rais William Ruto amewataka wazazi wahusike kikamilifu katika masomo ya watoto wao.